Na ndugu mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Ni kwa mara nyingine tena ndugu mtazamaji, tunakutana katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya. Kwa siku ya leo nataka nikuelekeze mimea kama 6 ambazo hufanya vizuri kwa mtu mwenye maumivu makali ya nyonga, kiuno pamoja na mifupa kiujumla. Yaani kama unapata maumivu makali katika maeneo hayo, maumivu ya nyonga, mifupa, kiuno, joints, mimea namba 1 ni pamoja na mlonge ama moringa. Kama unapata maumivu makali ya nyonga ama mifupa, tumia mlonge. Shida ni kwamba watu wanatumia milonga ambayo imekauka sana. Unakuta majani yamekauka mno, virutubisho vinakuwa vimeshaondoka. Iko very sensitive sana majani ya mlonge katika kupoteza virutubisho. Hivyo hakikisha unatumia mbichi, aidha hakikisha unakausha kwenye kivuli. Mlonge ni nzuri sana kwa sababu inayo magnesium na calcium kwa kiasi kikubwa. Ina uwezo wa kuondoa uvimbe mbalimbali pamoja na maumivu. Ni anti-pain. Mimea namba 2 pamoja na tangawizi ama ginger. Sasa tangawizi usitumie kwa kiasi kikubwa sana. Ukizidisha matumizi ya tangawizi mbichi, basi maumivu yatazidi. Hivyo inatakiwa utumie kwa kiasi kidogo. Kijiko kikubwa kimoja kutwa mara 2 mpaka pale utakapopata matokeo mazuri. Lakini usinywe kwa wingi kama vile anayekunywa chai, hapana. Lakini pia kama una vimbe mbalimbali katika mwili wako itakusaidia sana. Kwa hivyo ni mimea namba 3 ni pamoja na manjano, yani turmeric ama curcuma longa. Hii ni anti-inflammatory, inapambana na vimbes, maumivu, ni painkiller. Kama unapata maumivu makali, aisee, utapata matokeo mazuri sana kama utatumia chai ya turmeric. Ni nzuri sana kwa mifupa, nyonga kuuma ama kiuno, maumivu kwenye viungo mbalimbali. Na mmea namba 4 ni pamoja na boswellia. Boswellia kuipata inaweza kuwa ni ngumu, lakini mmea ambao ni nzuri sana kwa mtu ambaye ana baridi yabisi, maumivu ya nyonga ama mifupa kuuma. Yani kuuma ni painkiller. Ni nzuri sana kwa mmea mwingine pamoja na aloe vera. Aloe vera ni nzuri sana kwa mtu ambaye anapata maumivu katika viungo vyake, ama maumivu ya mifupa, ama nyonga, ama wale waliopata ajali, wenye shida ya mifupa yani kiujumla. Ukitumia vizuri aloe vera, unaweza kutumia vijiko vyako vikubwa 3 kutwa mara 3, kwa sababu usitumie kwa wingi, ni kali sana, isije karibu figo zako. Kwa hivyo tumia angalau kutwa mara 2. Na kwa mtu mwenye shida ya mifupa, hatushauri uchukue ile nyama ya ndani tu, yani ile aloe vera gel. Tunakushauri uchukue aloe vera yote. Kuna ule utomvu ambao inasemekana ndio sumu kali, utumie tu kwa kiasi kidogo, kwa sababu hata sisi huko tulikuwa tunatumia aloe vera nzima, hatuchukui tu ile nyama ya ndani. Ingawa tunashauriwa tutumie tu ile nyama ya ndani, lakini hata kwenye ganda ule utomvu ndio ina nguvu kubwa, ina kazi kubwa na ndio dawa kubwa, lakini tumia kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo sio tu lazima ukimbilie kwenye ile aloe vera gel, lakini tumia aloe vera kiujumla, chemsha, lakini tumia kwa kiasi kidogo, utapata matokeo mazuri sana. Unaweza ukachukua hata huo utomvu ukapaka, ukapply kwa nje topically, itakusaidia sana kama una maumivu kwenye viungo ama kiuno, nyonga na kadhalika, itakusaidia sana. Kwa hiyo unaweza kutumia vijiko vikubwa 3 kutwa mara 3 angalau ndani ya siku 4, ukatulia. Unaona haiwezi kukuletea madhara katika mwili. Mmea mwingine ni rosemary. I say rosemary ni nzuri sana. Ni nzuri kwa viungo vinavyouma, nyonga kuuma ama kukaza, baridi yabisi, inafanya vizuri sana. Chai yake, Rastobe Food Product tunayo rosemary. Kwa hiyo ukitumia chai ya rosemary itakusaidia sana kuondoa maumivu kwenye mifupa, kwenye nyonga, viungo mbalimbali, baridi yabisi na kadhalika. Na ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi, ni vizuri ukapata pia na mafuta ya kuchua kwa nje wakati unatumia hizo chai. Unaweza ukachanganya hivyo vitu vyote kwa pamoja, ukapata chai yake, na wakati huo ukapata mafuta ukawa unapaka kwa nje. Mafuta ya olive oil, yani mafuta ya zaituni, changanya na mafuta ya mwarobaini OG, changanya na mafuta ya tangawizi. Inafanya vizuri. Changanya vizuri, alafu unapaka kutwa mara 2, asubuhi na jioni, mpaka pale utakapopata matokeo mazuri. Utapona. Na kwa siku ya leo sina la ziada ndugu mtazamaji, nilikuwa nakuelekeza mimea ambayo iko vizuri hasa kwa mtu ambaye ana shida ya nyonga ama maumivu ya mifupa, baridi yabisi yani arthritis na kadhalika. Inafanya vizuri.
Nafikiri utaapply na wewe, utaanza na wewe. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.